Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Ndugu zangu na dada zangu, wakati wa jioni ya leo, ninayo furaha kuwa hapa kwa ajili ya neno la Mungu mara tena. Nimetafuta nafasi hii kwa bidii ili niweze kumnenea kijana na niweze kumnenea msichana ambaye amejitayarisha siku ya kesho atoke akafanye maandamano. Katika maandiko neno la Mungu, kitabu cha Waamuzi mlango wa 9 kuanzia mstari wa 1, kuna mtu anaitwa Abimeleki. Tunamuona hapo ambaye alitoka akaenda akawakusanya watu wake wa mama yake, wakamtolea pesa, na baadaye akaenda akakomboa watu ambao wanaitwa mabaradhuri wapuuzi, ambao walitoka na kwenda kuwaua ndugu za mama zake, ndugu za baba yake, watoto wa baba yake. Ndugu yangu na dada yangu, kabla ya kutoka, naomba tujiulize na kwamba tunapigania nini. Kabla ya kutoka, naomba tujiulize katika hii Kenya ambao tunasema tunapigania, yangu ni mita ngapi? Wengine wetu hata kama tukikufa hatuna hata pa kuzikwa, na tena bado unapata tunasema ya kwamba tunaenda kupigania Kenya hii. My brother, my sister, naomba nikuambia ya kwamba katika nchi yetu ya Kenya hauwezi hesabiwa kuwa hero kama uko hai. Mtu anahesabiwa kuwa hero akiwa amekufa. Ndugu yangu na dada yangu, narudia tena, jiulize kwa moyo wako, Kenya hii yetu, wewe uko na mita ngapi? Wewe uko na kilo ngapi ya Kenya? Nafikiri wale ambao wako na Kenya kubwa ndio wanafaa kutangulia na watoto wao watangulie katika kupigania Kenya. Wengi wetu ambao tunaishi maisha ya shida, babu zetu huko mbele waliamua kwenda kupigania nchi hii, na wakati ilipatikana ikachukuliwa na wachache. Wengi wetu leo, Kenya yetu ni watoto wetu. Watoto wetu wakiisha, hatuna Kenya tena. Hawa watoto ambao wanaitwa majenzing, wengi wao ni wale ambao wazazi wamejinyima, na wengine wao kwa neema ya Mungu wakajipata kwenye mashule, na sasa ndio mnatuma waende vitani ati wakawapiganie. Wazazi wa hao majenzing ni watu ambao ni vijana bado. Ndugu zangu, dada zangu, jiulizeni, katika Kenya hii, wewe uko na mita ngapi ya Kenya? Wewe uko na kilo ngapi ya Kenya? Ukipigana utapata nini? Kumbuka kuna michongo, na hiyo michongo ndio wa Kenya waliopigana hupewa. Kienda barabara za Nairobi, unakuta mahali panaitwa Kimathi Street, kuna mchongo mkubwa wa Kimathi. Je, watoto wa Kimathi wakisema tuko na shida, tunataka kwenda kuuza machungwa yetu ama maembe yetu, tuende tukaweke pale kwa baba yetu Kimathi, wanaweza ruhusiwa? Ndugu yangu na dada yangu, maisha yako ni ya muhimu, kwa sababu bila wewe hatuna Kenya. Watu wengine watakuja kutoka nchi zingine na wataita nchi hii jina lingine, haitaitwa Kenya tena. Jifunzeni na nchi ya Amerika ambao leo hii watu ambao walikuwa wenyeji walikuwa wanaitwa Red Indians, lakini leo hii ina watu wengine. Kenya hii yetu imeingia watu wengine. Enda Isiri utaona hiyo, enda huko Westlands utaona hiyo, enda huko Adams utaona hiyo, enda Kireresho utaona hiyo. Watu wengine wameingia na hatuwezi kuwatoa kwa sababu ni watu kama vile sisi. Unapata watu hao ambao wameingia, mtu mmoja ako na watoto 20, ni mmoja tu. Na wewe ambao unasema Kenya ni kwenu nyumbani, umezaa tuwili na tunakushida kulea, na leo hii unataka kutukapeleka kaende kakapigane. Ndugu yangu na dada yangu, hii sio ushauri sawa. Naomba nikueleze hivi,
ya kwamba kiongozi kutoka katika tabia za watu. Tabia zenyu zikiwa nzuri, Mungu anawapea kiongozi mzuri. Tabia zenyu zikiwa baya, mnapewa kiongozi mbaya. Kwa hivyo, kiongozi yule mko naye ni yule ambaye anafanana na nyinyi. Angalia uone ya kwamba saa hii watoto wadogo, vijana wanajifanya ndio washauri wa baba zao. Yes. Angalia sasa uone ya kwamba wanaume wanaoa wanaume wenzao. Angalia sasa uone ya kwamba mambo imekuwa tofauti, mauano kila mahali. Ndugu yangu na dada yangu, weka dhamana kwa maisha yako, weka dhamana kwa maisha ya watoto wako. Enyi wazee wa rika yetu ambao ndio wazazi wa hao majenzi, chungeni midomo yenu. Mbona mnapeana watoto wenu kwa shetani? Mbona mnapeana watoto wenu kwa shetani? Kumbukeni ya kwamba mtiririko wa machozi huwa inaenda mpaka inateremka mpaka inachagua nyumba fulani pale Githurai. Kumbuka mtiririko wa machozi huwa inateremka mpaka inachagua nyumba fulani pale Kibera. Kumbuka inabaki ni mtu mmoja analia. Kumbuka inabaki ni mtu mmoja anaoboreza. Haitafanyika bila Mungu kuwaonya. God bless you.